Bwana Yesu Kristo asifiwe. Katika masomo yetu mafupi juu ya nafasi, leo nataka nizungumzie kwamba unapokuwa kwenye maisha yako ya kila siku, Mungu hawezi kukupa hatua nyingine au nafasi nyingine kama ile aliyokuumba nayo hujaitumikia. Juzi nilizungumza kwa habari ya nafasi ya ibada. Mungu hawezi kukupa nafasi nyingine kama ile ambayo iko kwako free hujaitumikia. Na kila mtu mahali popote alipo, chochote anachofanya, hiyo ni nafasi yake ya kufanya jambo lolote kwenye maisha yake. Sasa nafasi nilikwambia ni mahali Mungu amekuweka ufanye mambo yako ukiwa hapo. Au nafasi ni fursa, au nafasi ni eneo ambalo Mungu anakupa uweze kufanya jambo lolote. Lakini kabla hujafanya jambo lolote, nafasi ya kwanza ndani ya maisha ya mtu awaye yoyote ni ibada. Nilizungumza naye. Sasa leo nataka tuangalie kidogo. Kifano wewe ni kijana, kifano wewe ni baba, kifano wewe ni mama, kifano wewe ni mtoto kwenye familia. Hizo ni nafasi. Hizo ni nafasi zinakupa fursa, ni kitu gani uweze kufanya kwenye hizo nafasi. Sasa ukiwa kijana, umesoma hujasoma, una kazi hauna kazi, mahali popote ulipo, hakikisha ile nafasi unaitumikia kwa uaminifu. Kwa mfano, wewe ni kijana kwenye familia, umemaliza chuo, hauna kazi, lakini hutaki kuwajibika kama mtumishi kwenye familia. Unaamka asubuhi, focus yako ni katafute kazi. Kabla hujatafuta kazi, hakikisha ujana wako unautumikia katika familia, nguvu kazi yako, mawazo yako, mazingira yanayokuzunguka unayafanyia nini. Hapo ndipo watu wengi tunapokwama. Umeolewa kwenye familia, okay, hujaajiriwa bado, hujapata kazi. Ile nafasi ya kuwa mume unaitumikia. Ile nafasi ya kuwa mke unaitumikia. Hapo ndipo Mungu atakuamini unapoomba hatua nyingine akupe hiyo kazi. Kwa watu wengi nazungumza tumekwama kama vijana kwa sababu hatutumiki nafasi tulizonazo. Na nafasi tulizonazo sio za kueni hela, sio za kupata fedha tu. Nafasi tulizonazo ni za kutumikiwa, ni za kutumikia, ni za kutumikisha. Kuna kila kitu Mungu ameweka ndani ya mtu. Wengine ni usimamizi. Hata kutumikia familia ni nafasi. Unaweza kuwa mwaminifu kwa wazazi wako. Unaweza kuwa mwaminifu kwa lile kundi Mungu amekupa ukae katikati ya huko chuoni. Hiyo ikawa ni nafasi Mungu anakuandaa kukuamini hata ukimaliza chuo upate kazi. Unaweza ukatumika vizuri nyumbani kwa mume wako kama vile neno la Mungu linavyotaka mwanamke afanye. Mungu akakuamini afungue mlango mwingine wa kazi. Usipokuwa mwaminifu kwenye eneo dogo, hata Biblia inasema asiyekuwa mwaminifu kwa kidogo hata kwa kikubwa hawezi kuwa mwaminifu. Usipokuwa mwaminifu kwenye eneo ambalo huwezi kulipwa, ambalo unatumika kama utumishi wa free will, Mungu hawezi kukuamini kwenye eneo la kulipwa. Kwa sababu kile tabia ile attitude ile ambayo umeionyesha huku ndio utaenda kuiapply kule. Kwa ni lazima kama mpendo ujifunze kuwa mwaminifu kwenye kila nafasi ulioko. Aidha uko kijijini, uko mjini. Kijijini kuna nafasi ya kwenda shamba kulima, mjini kuna nafasi ya kwenda hapa na kule kutafuta riziki. Lakini usisubiri ile professional yako ndio uitumie. Usisubiri ile official issues, usisubiri zile official issues ndio uzitumie. Pale ulipoangalia ni kitu gani kinakuzunguka ukitumikia. Hapo Mungu atakuunganisha na hatua nyingine ya nafasi yako. Mungu akubariki sana. Shalom shalom. Nafikiri watu watanielewa ninachokizungumza, kwa sababu watu wengi tunasubiria nafasi kubwa na nafasi ndogo hazitumiki. Kule tulipo kwenye position yoyote, ni kijana, ni mtu mzima, ni mzee, hakikisha unaitumikia ile nafasi yako ya ubinadamu pale ulipo. Pale Mungu ndo anapofungua mlango wa kuaminiwa kwenye nafasi ya riziki, kwenye nafasi ya kupata kipato. Mungu akubariki sana na tuendelee kujifunza. Shalom shalom.